Watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana, kwa nini motivation wengi wanazungumza juu ya mafanikio. Ngoja nikwambie, dunia inaongozwa na watu waliofanikiwa. Mkikaa sehemu mkaongea wewe na ambao umefanikiwa ambao hujafanikiwa, aidha umefanikiwa kwenye elimu, umefanikiwa kifedha, umefanikiwa kidini, umefanikiwa kijamii. Kuna vitu, yani hizi nguvu nne hizi ukishaziona kwamba zipo katika dunia, aidha mtu ana elimu ya kutosha, mtamsikiliza. Ana uchumi, ana pesa ya kutosha, mtamsikiliza. Huyu mtu amefanikiwa katika jamii, yani ana ile convincing power sana. Wapo, yani pia ni kipaji hicho, mtamsikiliza. Lakini kuna mtu amefanikiwa kidini. Ina maana tunazungumza kidini, yani katika masuala mazima ya dini, aidha ni shehe, mtamsikiliza, ni padri, mtamsikiliza, ni mchungaji, mtamsikiliza, ni vyovyote vile, lakini amefanikiwa katika hizo sehemu, mtamsikiliza. Kwa hiyo ninavyokuwa na kushauri hapa kwamba juu ya hilo swali, futa kabisa kwenye mawazo kwamba motivation speaker. Sikiliza motivation speaker wengi wote ambao wamepita, watakwambia dunia inaongozwa na nguvu hizo nne. Lazima nguvu ya kwanza ni fedha, lazima fedha. Kwa hiyo unapozaliwa lazima fedha. Bila fedha ufanye chochote kile duniani, hauwezi kufanya chochote kile. Kwa hiyo fedha ni jambo la msingi. Na fedha ipata wapi? Lazima uwe ni mtu wa kufuatilia mafanikio yako. Una biashara, una miradi umeweka, upo kwenye elimu, upo kwenye jamii, upo kwenye familia. Angalia nguzo kadhaa za kusaidia kuinuka. Moja ya mwandishi Napoleon Hill alishakusema kitabu chake cha Think and Grow Rich, akazungumza baadhi ya sababu ambazo ni muhimu na ni nguzo sana juu ya mafanikio. Nguzo moja naikumbuka, alisema sex determinism. Kuna mwingine anaweza kawa na malengo makubwa sana kabla ya kuoa au kabla ya kuolewa. Ana ndoto na anapambania kabisa. Anapooa au kuolewa, ndoto inakufa. Sasa kwa hiyo kabla hujachukua maamuzi hayo ya kuoa au kuolewa, angalia kile kitu ulichonacho, mshirikishe mwenza wako, muone unafika vipi kule. Au kwa sababu tayari ni kusudi lako kubwa unalo, hata ukioa au kaolewa lisikutoe kwenye mlengo wako huo. Lakini akazungumza swala la muda, time management. Kila kitu unajua kimebanwa kwenye muda. Yani kila muda kipo kwenye, wasema kama umesoma uchumi wanasema time is limit. Yani time is limit maana yake ni kwamba usifikiri muda una replacement. Muda ukishaondoka unakuwa umeenda. Kwa hiyo jambo linaenda na muda. Kuna umri utafika utashindwa kufanya hivi vitu. Lakini pia inahitaji commitment. Yule mwanzilishi wa KFC alikuwa na miaka 67, ameacha kazi. Lakini akasema mimi kule kwenye mgahawa nilikuwa nafanya kazi ya kupika kuku. Kwa hiyo na mwingine unaweza kuanzisha kitu kikawa popular kutokana na history background yako uliyopitia, ili kuforce uanzishe kitu fulani. Kuna mtu anafuga kuku sana. Akimuuliza nimekuwa vipi, anasema mimi nilikuwa kwenye kampuni ya ufugaji wa kuku, nikajifunza mbinu, jinsi ya kuwalinda, jinsi ya kuimarisha na vitu kama hivyo. Mwingine unakuta kwamba ameamua kuwa na bendi yake ya muziki. Anamwambia ulianza vipi? Nakwambia mimi nimetumikia bendi fulani ya muziki miaka kama 5, 6, 7. Baadaye nikaona na mimi naweza nikaanzisha ya kwangu. Kwa hiyo kuna jinsi unaweza ukajifunza kitu kupitia kwa mtu na ukapata mafanikio. Na lazima utawashauri watu na wenyewe wawe na mafanikio. Kwa hiyo jifunze kwamba usione hizo motivation zipo tu, no. Zipo kwa ajili ya kukutoa na wewe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukikaa una fedha, una uchumi haujalisha sana, lazima hata jamii kuna jinsi ambavyo itakuwa inakuchukulia. Kwa hiyo video hii ikusaidie kufuatilia makala nyingi sana za kwangu na za wengine wote ambao wamepita. Fuatia makala kwenye mitandao ya kijamii hapa kama YouTube. Unaweza kwenda YouTube ukaona unasikiliza kwa kina Jim Rohn, ukasikia kwa Bing Sharma, Bill Gates, ukasikia kina Jack Ma, ukasikiliza. Yani watu wote watakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa jitahidi sana kuwa ni mmoja wa anga ambao wanatamani, wana shauku ya kufanikiwa. Asante.